Ndugu zangu, hapa tunaona mambo ambayo Mungu amekuwa akizungumza na watumishi wake katika maandiko matakatifu haya. Kwanza, Mungu anataka watu wamtolee. Hiyo ni moja. Lakini kuna agizo katika kumtolea Mungu. Agizo lilopo ni lazima uamue peke yako kwa hiari, kwamba kwa moyo wako hicho unachoambiwa ufanye unakipenda. Kwa habari ya Mungu na kwa habari ya kumtolea, hiyo ni hiari. Kumtolea Mungu ni hiari, hakuna nguvu. Ni hiari ya vitu ambavyo utampa Mungu. Hivyo havitokani na mfuko, havitokani na mfuko hata kidogo. Vinatokana na moyo wa hiari. Huo moyo wa hiari kama utakuwa nao, unaagizwa na Mungu utoe. Mungu anataka mtu ambaye kwa hiari yake yeye mwenyewe atatoa kitu kile alicho nacho. Lakini ndugu zangu, katika maandiko haya yote sijui kama umeona nini. Mimi napenda nikuambie kwamba Mungu hataki umpe vitu vya hovyo, vitu vya mwisho katika mali zako. Mungu anataka umpe vitu vya thamani. Hapa unaona, waambie watu watoe, na vile vitu watatoa kwa hiari, lakini vile vitu watakavyotoa ni fedha na dhahabu. Wengine hata hatujui dhahabu, hatuna. Lakini Mungu hapa, tafsiri yake, Mungu anataka kile ulicho nacho cha thamani, ambacho kiko juu sana, unakithamini sana, unakipenda sana. Hicho ndicho dhahabu yako, hicho ndicho fedha zako, na ndizo Mungu anazotaka. Dhahabu ya Abrahamu ilikuwa mtoto wake wa pekee. Dhahabu ya Abrahamu katika vitu alivyoviona vya thamani sana ni mtoto wake Isaka, ambaye alikuwa amemuomba kwa muda mrefu sana. Lakini Mungu akataka Ibrahimu amtolee kitu cha thamani, na alafu Mungu akamwambia kitu hicho, akamwambia, nataka unitolee mwanawe, huyo mtoto wako huyo. Najua ulimuomba kwa muda, najua ulifurahi ulipompata, lakini ndiye huyo namtaka basi. Sasa Ibrahimu ikamuia ngumu, lakini akaweka maamuzi magumu. Akamchukua mwanaye, akampeleka, akamtoa sadaka. Hiyo ndio ilikuwa dhahabu yake, ndio ilikuwa fedha yake. Pamoja na kwamba alikuwa na ng'ombe, alikuwa na mifugo, alikuwa na utajiri mwingine, lakini kwake huo haukuwa na thamani sana kama mtoto wake Isaac. Kwa hiyo Mungu akataka hicho, na Ibrahimu hakusita, akampa. Lakini baada ya kumpa, tunaona kwamba Mungu alifurahi mno kuona moyo wa Ibrahimu, na jinsi ambavyo Ibrahimu aliweza kuamua na kufanya jambo hilo kubwa, ambalo hilo sio mwanadamu yeyote anaweza kuamua. Sio mwanadamu yeyote anaweza kutoa mtoto wake sadaka kama Ibrahimu alivyofanya, na si mtu yeyote anaweza kutoa dhahabu au fedha alizo nazo za kitajiri sadaka. Leo tuna matajiri wangapi? Lakini kutoa ni moyo, sio utajiri. Kutoa ni moyo wako.
jinsi ambavyo wewe mwenyewe unasikia mguso kwa Mungu unayemfahamu, huyo Mungu ambaye amekuokoa, huyo Mungu ambaye amekuweka hai, huyo Mungu ambaye amekupa zawadi nyingi za uhai. Leo unatembea ukiwa hai, unatembea ukiwa mzima. Huyo Mungu ndiye ambaye unaweza kumwona ukamweka mbele yako na ukaona thamani yake kuliko dhahabu ulionayo, kuliko fedha ulionayo. Katika Matoleo Daudi anasema, nimetoa akiba. Daudi anasema, nimetoa akiba yangu yote niliyokuwa nayo ili nyumba ya Bwana ijengwe. Nyumba ya Bwana ijengwe. Kwa hiyo nimetoa vitu, fedha, nimetoa dhahabu, nimetoa chuma, nimetoa miti. Yaani Daudi ametoa kila kitu. Daudi ndivyo alivyo. Daudi Mungu alimuona moyo wake. Kitu ambacho Daudi anasifiwa nacho ni moyo wa kumpenda Mungu. Daudi alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu. Anamtia moyo mtoto wake Sulemani. Anamwambia, mwanangu, usiogope. Mungu atakutia nguvu, hata kuacha. Jipe moyo, jenga hekalu hili, Bwana aabudiwe. Haya ndiyo mambo ambayo tunaweza na sisi tukaimizana kwamba ili kazi ya Mungu iende mbele ni lazima tutoe vitu vya thamani. Kile kitu ambacho unaona ni cha thamani sana. Ninashukuru sana mimi, ndugu zangu, katika ushuhuda wangu ninao ushuhuda. Zamani tukiwa na mama tulikuwa tuna ng'ombe mmoja tu, na ndiye kila siku tulikuwa tunakamua maziwa na nini ya chai. Lakini siku moja sasa tunaona watu wanatoa sadaka tu. Sasa ukitoa, unatoa 1,000, unatoa 2,000. Nikamwambia mama, nimechoka hii. Nimechoka na 1,000, 2,000. Tutoe kitu kikubwa. Basi akasema, sasa kitu kikubwa ni kitu gani tulicho nacho? Nikamwambia, hii ng'ombe hapa ndio kitu kikubwa tulicho nacho, ndio dhahabu yetu. Ndugu, ile ng'ombe ya maziwa tulitoa, tukanywa chai ya rangi kwa muda. Lakini nikwambie, leo nakunywa chai ya maziwa kila siku. Kila siku. Kila siku. Ndiyo dhahabu yetu tuliyokuwa nayo, tukaamua kutoa. Sulemani anasema, nikatoa akiba yangu. Ndugu zangu, wazazi ninyi mlioko hapa, mnajua kitu akiba. Unaweza kuwa na akiba kuku zako, unaweza kuwa na akiba mbuzi zako, unaweza kuwa na akiba ng'ombe wako au ng'ombe zako. Hayo yote ni mambo ambayo wazazi wanaweza kuangalia vitu ambavyo vinaweza kusaidia katika familia na maisha ya baadaye. Hivyo ndivyo na Daudi alikuwa anaangalia. Lakini akasema vyote. Kwanza akasema, kwa sababu hapa hata tukitaka kukaa milele hatutaweza kukaa. Kwa hiyo afadhali tutoe vitu kwa Bwana. Daudi anasema, hapa sio mahali pa milele. It is temporary and we must be aware kwamba we are not here permanently. We are here temporary. Na hiyo temporary ni lazima tuwe aware. Tuwe na tahadhari kwamba je, likitokea la kutokea, ni kitu gani ambacho mimi nimemfanyia Mungu? Likitokea la kutokea, utakuwa umefanya kitu gani? Lazima uweze kufikiri hivyo. Lakini ukifikiria maisha yako tu, haitawezekana.
Kuna tajiri mmoja alimwambia mtu mmoja mfanyabiashara, hebu nenda kanitafutie matajiri wengine, wafanyabiashara wengine ambao tutawapa msaada. Hebu angalia hao wanaweza. Akaenda kaambiwa siku 10. Akaenda siku 10 zikaisha. Akaenda siku 10 zikaisha. Akaenda mwezi ukaisha. Akarudi akamwambia yule bwana tajiri ambaye alitaka kusaidia hao watu, sijaona mtu yeyote, labda unisaidie mimi tu. Sasa jamani, hujaona mtu yeyote Tanzania nzima? Unaona jinsi ambavyo ubinafsi unawaka ndani ya binadamu. Wewe ukiambiwa tafuta watu 10 hapa wanaofanya biashara mpaka jioni, si utawapata? Tafuta watu 10 sasa hivi waje hapa tuwape mtaji waendeleze biashara kubwa, si utawapata? Hasa binadamu ndivyo alivyo, anajipenda mwenyewe. Angependa apate, wengine waje wampigie magoti. Haiwezekani hivyo. Mungu si wa upendeleo. Mungu anapenda watu wote wafanikiwe, lakini lazima tufuate sheria za Mungu. Na lazima tujitoe. Hatuwezi kukaa kanisani kama watu ambao sisi tuko tu tufurahie kuimba, tufurahie ushuhuda. Kweli Mungu, huyo Mungu umemfanyia nini? Haiwezekani bila kumtumikia Mungu. Haiwezekani. Lazima tumtumikie Mungu.